jambo ambalo tungependa kulifahamu kupitia ufafanuzi. Yamezungumzwa mengi sana kwenye mitandao, lakini wewe sio mtu ambaye mara nyingi unapozungumza mtu wa kuzungumza, labda pengine haya ambayo yanazungumzwa kwenye mitandao yana ukweli kiasi gani? Yapi? Haya ambayo tumeona kwenye mitandao. Haya ambayo tumeona kwenye mitandao. Kwa sasa sina la kusema chochote. Hayo sidhani kama ni mjadala ambao mimi natakiwa ni useme. Niliandika na tosha. Kuna vitu vingine unasema, kuna vitu vingine unaandika. Na sisi binadamu tumeumbwa hivyo. Ndio bahati mbaya sana. Wengine tushapita katika level ya umaarufu. Unakuwa mashuhuri. Ukishakuwa mashuhuri, hata ukiingia msikitini bahati mbaya, kwa bahati mbaya tu ukasahau kuvua viatu, ni damage kubwa. Na ukiwa mashuhuri, hata ukiteleza katika eneo ambalo watu wengi nao huteleza, pia inakuwa shida. Ukikosea mahali ndio kabisa. Kuna karaha na raha ya umashuhuri. Kwa hiyo lazima kuna wakati face. That's it. Sina cha kusema, na neno langu lilisema kwa uliokwazika, basi I'm sorry. That's it. Sawa. Manara, labda pengine unajutia umaarufu, maana umekuwa unazungwa na mambo mengi sana. Kila mtu anakuwa akizungumza kwenye. Sijawahi. Kwa sababu mimi umaarufu kwanza, sio watu wengi ambao waliupata umaarufu kwa kazi zao. Mimi ni miongoni mwa watu wachache pengine alipozaliwa alianza kuwa maarufu. Babangu wakati mimi nazaliwa alikuwa star mkubwa sana Tanzania. Yaani yuko kwenye peak. Malizika mechi ya Nyamagana, kafunga goli finali, nusu finali Simba na Yanga, sio finali ya ligi. Baada ya miezi mitatu akakutana Kagame Cup. Wakati huo ni klabu bingwa Afrika Mashariki, akafunga tena. Mwezi huo mimi ndo nazaliwa. Yanga alofunga Simba 2. Kwa hiyo uzao wangu ukaja na mtu maarufu kwa wakati ule. Kwa hiyo magazeti ya wakati ule yaliandika Sande Manara apata mtoto. Hongera Manara kwa kupata mtoto. Mtoto wa Manara anaitwa Haji. You see, kwa hiyo mimi maarufu nimezaliwa nao. Na bahati nzuri ikatokea baadaye mzee akaenda nje. Kwa hiyo wakati tunapokewa kule nje na Holland, baadaye Austria, baadaye Marekani, baadaye Dubai. Najua ukiondoka kwa mfano kama vile mchezaji anapokuhama na familia yake. Kwa hiyo kuna picha mimi nikiwa mtoto kabisa zimeandika kwenye magazeti ya Ulaya kama mtoto wa Sande Manara na dadangu alikuwa. Kwa hiyo mimi sidhani kama yani umekuja tu. Sasa baadaye nature kazi nilizokuwa kufanya ni kanipa umaarufu. Kwa hiyo siwezi kujutia. Lakini katika jambo lote, hata wewe mwandishi, kuna mazuri katika kazi yako ya uandishi na kuna changamoto. Sasa kama changamoto za umaarufu nizijutia, hapana. Mimi ningependa kuja kitu kimoja kwako Haji. Kuna namna pengine umeanza kupunguza uaminifu kwa baadhi ya watu. Sijawahi kupunguza uaminifu kwa karibu. Sijawahi kupunguza uaminifu kwa mtu yote wa karibu. Sijawahi.
ama kwa yani ukiniambie bwana umepunguzwa uaminifu vipi? Sijapunguzwa. Yani inamaanisha kwamba zile sauti ambazo nimezungumza sauti sitaki kuzungumzia kwa sababu hawa wamezungumza, mimi sijawahi kuzungumzia. Sasa baada ya kutokea kile, sasa kuna namna pengine baadhi ya watu ambao wanakuzunguka umeanza kupunguza uaminifu, kuamini pengine watu wako karibu. Mimi hapana. Sasa kwa mfano, kwa nini bana? Yani mimi nazungumzwa ndani ya familia, sasa nitakuwa mimi hapa kwangu, nadhani mloingia baadhi mmekuta familia yangu wengine wametoka hapa. Yani nyumbani kwangu ni kama zawia. Ushaelewa zawia? Unajua maana zawia? Nendeni mkaulize zawia ni nini. Hawaishi wageni. Familia yangu hawaishi wageni, hawajawahi kukosekana watu. Na katika familia, mazungumzo ya familia huyu mtaongea. Kwa hiyo mimi hao naona ni vitu genuine tu. Na kwa sababu nyingine yoyote yule aliyepeleka basi sawa, shukuru Mungu bwana. Haya mengine mwacheni tu. Sawa. Haji Sande Manara. Swali langu lilikuwa ni baada ya haya yote ambayo tunaona yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Nimekuwa na sijui ni faida wako, sijui ni mtu wako wa karibu, Mwijaku ameonekana akikuataki. Sijajua kama ni matani, sijajua kama mko serious kwa sababu by that time na wewe pia tuliona ukimwandika sana baada ya yeye kukumbwa na matatizo fulani. Unazungumzaje swala la Mwijaku kukuataki kila siku kwenye mitandao ya kijamii? Kwanza mimi nilikuwa simwandiki sana. Mimi nilimkumbusha tu kwamba binadamu anatakiwa tuishi miguu miwili. Mimi sidhani kama Mwijaku mimi Haji Manara natakiwa hata nimjibu, kwa sababu mimi ni content kwake. Ana content mbili kubwa za kutukana. Ya kwanza Haji Manara, ya pili Diamond Platnumz. Na hizo content ni watu mashuhuri kweli kweli katika taifa hili. Hiyo ndio nyota yake. Lakini akumbuke sisi pia tuna family. Mimi na family. Watoto wakubwa, wengine wanasoma university, na wazazi. Sasa kila wakati unaponidhihaki na kunitukana kibinadamu si sawa. Mimi naweza mimi majibu ya kufyatua nayo, lakini siwezi. Siku moja nilimsikia anasema nikomeshwe niwekwe juani. It's very bad. Wakanipigia wale viongozi wa taasisi ya Mabino, sababu hii haiwezekani. Ambia serikali kuna wakati eti namtumia huyu katika mambo, nikamwambia na kuombeni, niliomba. Ambia acheni. Watu kidogo akili hawana. Huyu hana akili sawa sawa. Kama angekuwa na akili sawa sawa, asingeenda Maka. Unajua siji kuna wengine hapa nadhani Waislamu. Unajua Waislamu wanavyokuwa na hofu na Al-Kaaba. Yeye mbele ya Al-Kaaba anabinua hivi na tazima. Yani mimi nikauliza wale chama cha Mabino, nyinyi mnashindana na mtu au mnataka tujibizana na mtu mbele ya Al-Kaaba? Fikiria utukufu. Yani kwa asiye kwa Muislamu anaweza asielewe, lakini kwa Muislamu neno Kaaba ambapo tukiswali tunatakiwa tulielekee. Wewe ukiswalia hapa unatakiwa uelekee Kaaba. Dunia nzima wanaswali kuelekea Kaaba. Mbele ya Al-Kaaba, msikiti wa Maka wapo. Kakibinwe. Hala Sheikh hapo nikaanza kujibizana na huyo mtu. Mimi ndugu zangu, ndege yake ya kwanza nje mimi ndio nilompeleka kupitia Wasafi Bet.
Nasibu alinifuata akaniambia, bwana ndugu yangu, hebu niambie tunafanyaje? Tunaenda na nani na nani na nani na nani na nani? Unashauri. Wakati huo imagine alikuwa akinitukana bado. Hiyo 2022 nikasema na huyu tumchukue. Sasa kwa taji wengine na huyu twende naye. Sasa huyu wa nini? Nikamwambia wewe kila siku unakutukana wewe, kila siku unanitukana mimi. Nikamwambia tuwaonyeshe uungwana wetu. Akapeleka ile idea, akapingwa. Bahati tuko tukajirani zaidi mimi na Nasibu siku zile. Mimi nilikuwa nakaa bado niko Masaki. Nikatoka akanipigia simu, bwana jioni tukutane. Tulikuwa na kawaida jioni wenyewe tunakaa akabana idea yako bwana imepingwa. Lakini walioipinga sasa walikuwa wameipinga kinaniheshimu. Nikawapa kwa nini tufanye hivi? Kwa nini tufanye hivi? Mwisho ikapita. Kwenye ile ndege Qatar Air likampatayo. Mnapoingia pale mshacheki na body sasa. Kwenye ndege ana boarding pass, hajui yani boarding pass ni nini. Anatoa passport. 2022 Disemba ndio safari yake ya kwanza ya kimataifa. Akibisha mwingine afungwe passport kama kuna visa yake nyingine kabla ya 2022. Mimi ndio nilompeleka. Na tukawalaza kwenye mabanda. Kule World Cup Qatar walitengeneza na mabanda. Sasa hivi wanafugia njiwa. Nikamkuta Uturuki. Kapelekwa na Silent Ocean ambao yeye mwenyewe anakiri Silent Ocean nilimpeleka mimi. Nadhani mmewahi kuisikia clip. Mwenzie Baba Levo kachukua hoteli yake, allowances zake yeye kakataa kulala hoteli ili ya save, waseme anunue hata perfume. Akawa nalala kwenye magodown ya Silent Ocean. Nikapewa taarifa kama mtoeni kule. Nikamlipia na hoteli. Kamba hela yako baki nayo ulopewa. Na mimi kweli ndio nilompeleka Silent Ocean. Sasa huyu mtu akinitukana, akinidhalilisha, kwanza hana ihsani, hana fadhila. Mwanadamu anakufanyia wema wa aina hiyo, anakuunganisha na mtu, unapata matangazo, unamtukana kila kukicha, na nyumba najua ya nani. Mimi ndio nilolipia duka langu nini madirisha na milango. Yeye hata ajui, hajawahi kutoa tofali. Nyumba ya mwanamke, mwambieni atoe hati. Bwana hii hati ya jina lake nani? Jina lake Rizo. Wewe unakaa kwa nyumba kajengewa mwanamke. Bado unatukana watu. Mjako, sisi tunakuheshimu mwenzetu, tunakuunga mkono. Alafu mimi nimekukosea nini? Yaani sija kufanyia ubaya. Sija mchukua mkeo, sija mlaza dada yako. Kwa nini unafanya hivi? Yaani unadhani mimi nitashushwa brand na Mwijako? Ndugu zangu, mimi brand nimeipigania kwa jasho. Haikuja tu kama shortcut. Yaani imepiganiwa. Usione haya makampuni makubwa yanakuja kwangu. Mr. Ngazi nini? Majani ya miembe. Unakaa Haji Manara, mara umeenda kwa makochi, Haji Manara, ukiamka asubuhi, yani akiamka tu Haji Manara no content. Yani hiyo peke yake kuonyesha how hard you speak. Yani unamkaje tu Haji Manara, ukiawa Haji Manara. Asfari. Kwa nini asizungumzie shepu lake? Sababu Mwijako mimi nadhani hakuna anazungumzia mimi naanikwa. Sawa. Hivi nikimzungumzia Mwijako, niye yuko mwanamume gani Tanzania nzima mwenye kama Mwijako?
Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.